Shalom. Bwana Yesu apewe sifa, wana wa Mungu na watumishi wa Mungu. Nimesikia kushare ujumbe mfupi uwe tafakari yako ya leo. Kwenye kitabu cha Isaya sura yake ni ile ya 3 na mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, katika habari za watu wangu. Isaya 3:12. Katika habari za watu wangu, watoto ndio wanaowaonea na wanawake ndio wanaotawala. Enyi watu wangu, wakuongozao wakukosesha, waiharibu njia ya mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema, enyi watu wangu, wakuongozao ndio wanaokukosesha. Hapa anazungumza uongozi wa aina kadhaa, lakini anasema moja, kuna uongozi wa kitoto, lakini pili, kuna uongozi wa wanawake. Nataka kuzungumza nini? Hautakuwa zaidi ya kiongozi wako. Mungu ambaye kiongozi wako hamjui, udhihirisho wa Mungu ambao kiongozi wako hajawahi kuufikia, miujiza ambayo kiongozi wako hajawahi kutenda, hata kusaidia wewe kumjua huyo Mungu wala kufikia hicho ambacho yeye hajawahi kukifikia. Kitabu cha Hosea, ukisoma kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Tatizo sio kuokoka, tatizo maarifa. Ayubu 22:21 inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ninachotaka kukuomba mtumishi wa Mungu, ebu amua kuwa mtu wa kumtafuta Mungu. Tafuta kumjua Mungu. Ni rahisi sana kumtegemea Mungu ukimjua, ila usipomjua Mungu utawategemea wazungu. Viongozi wetu wa nchi za Kiafrika, viongozi wa kiroho na viongozi wa kisiasa, viongozi wa kijamii, kwa kuto kumjua Mungu wamewageuza watu wa mataifa ya magharibi kuwa miungu. Wanapokuwa na matatizo wanayapeleka kwa wazungu. Nisikilize mtu wa Mungu, ni hatari sana kama kundi la simba litaongozwa na mbuzi. Kundi la simba linaloongozwa na mbuzi linapoteza asili ya simba na uwezo wa simba. Watakuwa ni simba wenye asili ya mbuzi. Ni afadhali kuwa mbuzi unayeongozwa na simba. Ni afadhali kuwa mbuzi unayeongozwa na simba, utakuwa na asili ya simba, kuliko kuwa simba unayeongozwa na mbuzi, wewe ni mbuzi. Ninachoomba Mungu akusaidie kukielewa ni nini? Wakati tunapoishi kwenye maisha, kuna wakati watu wanakosoa kila unachokifanya au unachokiongea. Si kila anayekosoa unachofanya au unachokiongea anajua. Kuna wengine wanakukosoa kwa sababu kwanza unachokifanya na unachokisema hawakijui. Kwa hiyo lack of knowledge wakati mwingine imewafanya watu wawe wakosoaji bila kujua kwamba wanakosoa vitu ambavyo hawavijui. Usipoijua asili yako huwezi kuitetea. Simba aliyelelewa katikati ya mbuzi atatetea hoja za kuwa mbuzi hata kama ye ni simba. Ataanza kujua kwamba ye ni simba siku atakapokutana na asili ya simba wenyewe. Atakapoanza kuona tabia, mwenendo, ulaji wao ni tofauti. Anafanana nao umbo lakini tabia tofauti. Anaanza kujiuliza, kwa nini mimi nakula majani na wakati nyinyi wenzangu mnakula nyama?
Simba aliyelelewa katikati ya mbuzi anakula majani, na mbuzi aliyelelewa kwenye jamii ya simba anakula nyama. Wakuongozao wanakukosesha. Tafakari ya leo hii hapa inahitaji utulie sana. Hii hapa inahitaji uwe na neema. Wakuongozao ndio wanaokukosesha. Kiongozi ambaye hajavuka vikwazo hana nguvu na neema ya kukuvusha. Mtu anafanikiwa kulingana na aina ya kiongozi aliye mbele yake. Viongozi wetu wengi wametukalilisha na kutufundisha udhaifu wao badala ya kutuonyesha ukamilifu wa Mungu. Kiongozi dhaifu ambaye hajawahi kukutana na Mungu mwenye nguvu anamzungumzia Mungu dhaifu, lakini kiongozi aliyekutana na Mungu mwenye nguvu anamzungumzia Mungu mwenye nguvu. Shalom, nawapenda. Inahitaji utafakari kwa makini. Mungu akubariki sana.